kufundisha habari za uwepo wa Mungu. Unaweza kujuaje Biblia ilivyopatikana? Ndio hiyo tunaona sasa kwenye Kutoka sura ya 24 mstari wa 4. Mstari wa 3 anasema Musa akasema maneno yote ya Bwana mbele ya makutano. Kwa hiyo yale maneno aliyosema ndio Musa aliyosikia kutoka kwa Bwana, lakini akayaandika. Bila kuandika ndio tukapata Biblia. Musa alipoandika yale maneno ya Bwana ndio haya ambayo tunayaona. Kwa Biblia haina haja ya kutilia shaka, kama nilivyokueleza kwamba Biblia inaposema ni Mungu anaongea. Kwa hiyo kama unabisha, wewe fikiria tu. Kuna jina liko ndani ya Biblia linaitwa Yesu. Hili jina ni jina ambalo huwezi kulinganisha na majina yote. Iwe yako mbinguni au yako duniani au yako kuzimu au yako mahali popote, yako baharini, huwezi kulinganisha na jina Yesu. Kwa sababu gani? Hili jina linaweza likazalisha moto. Hili jina linaweza likaponya magonjwa. Hili jina linaweza kufanya miujiza au mazingaombwe kwa lugha nyepesi. Hili jina linaweza kusababisha chakula. Hili jina linaweza kubadilisha hali ya hewa. Hili jina linaweza kugeuza hata tabia ya nchi. Hili jina linaweza kubadilisha mwenendo wa dunia. Hili jina lina uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi ambacho ni kubadilisha tabia ya mwanadamu. Kwa jina la Yesu linatoka kwenye Biblia, na ndani ya Biblia kwenye hilo jina hakuna mahali pengine unaweza kutoa hilo jina zaidi ya kitabu kinachoitwa Biblia. Kwa Biblia inalo jina. Kwa tunapokueleza kwamba Biblia ni kitabu cha ajabu, kweli ni kitabu cha ajabu. Na ukitoa mamlaka kwenye Biblia, hiyo ni kueleza kweli. Mahali popote ukatumia mamlaka ya Biblia, ushindi upo, na ni ushindi usioweza kupingika. Hauwezi kupingika kwa namna yoyote. Hata kama kutatokea vitisho vya kuangamiza, vya mauaji na nini, haviwezi vikasitisha, haviwezi vikazuia, haviwezi vikafanya kwamba kile ambacho ni mamlaka ya kibiblia ikashindwa kufanya kazi yake. Itafanya kazi yake tu. Ndio pale utakuta wanadamu wanaishia tu kusema mambo ya imani bwana, mambo ya imani. Ndio, mambo ya imani sahihi hayatoki nje ya Biblia. Lazima yapatikane ndani ya Biblia. Na mwingine akinisikia atasema anazungumzia sana hiyo, anazungumzia sana Biblia kwa sababu ni kitabu chake, kwa sababu yeye yuko kwenye mlengo huo. Hii ninaitangua kwamba nimekueleza hapa awali kuwa Biblia sio kitabu kitakatifu kwa ajili ya Wakristo tu. Biblia ni kitabu kitakatifu ambacho kimebeba ufunuo wa moja kwa moja kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu. Kwa Biblia ni kitabu ambacho kimetoka kwa Mungu na sio kwa ajili ya Wakristo. Kiko kwa ajili ya kufunua mapenzi ya Mungu, mpango wa Mungu, wazo la Mungu na upendo wa Mungu juu ya viumbe wote katika ulimwengu huu. Ndiyo Biblia. Sio kwamba Biblia ipo kwa ajili ya watu fulani. Watu wanaanza kubagua. Kwa hiyo soma Biblia, jifunze yaliyomo ndani yake, alafu ziishi kanuni zake. Utaona jinsi ambavyo Mungu anafanya vitu vikubwa. Basi tumalizie kwenye Zaburi 19 mstari wa 7 hadi wa 14. Twende tuone hapo jinsi ambavyo Mungu amejifunua kupitia Biblia. Ni namna gani Mungu amejifunua kupitia Biblia? Kwenye Zaburi 19. Zaburi 19 hiyo mstari wa 7, Biblia inasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Hakuna sheria katika dunia hii ambayo inaweza kuburudisha nafsi ya mwanadamu, kama nilivyokueleza kwamba Biblia ina maneno, imebeba nguvu ambayo ni mamlaka, inaweza kugeuza kila aina ya hali ambazo usingezipenda kwenye maisha yako. Kwa Biblia pekee inasema huiburudisha nafsi.
Kwani ni maneno gani yanaweza kuiburudisha nafsi? Hakuna maneno yanaweza kuiburudisha nafsi. Maneno ya wanasiasa hayawezi kuburudisha nafsi. Maneno ya